Safari ya Tumeni, jua lilikuwa limepanda juu angani, likiwaka kwa moto mkali uliotengeneza joto kali barabarani. Nasor, akiwa na mfuko wake mdogo magongoni, aliendelea na safari yake kuelekea Dar es Salaam kwa miguu. Alikuwa tayari amevuka daraja la Nyerere kutoka Zanzibar, na sasa alikuwa anafuata barabara inayoelekea Kibiti. Alijua safari hangekuwa rahisi, lakini alijipa moyo kwamba kila hatua aliyopiga ilikuwa ni moja kuelekea ndoto yake. Hatari njiani. Mchana ulipozidi kusonga mbele, mwili wake ulianza kuhisi uchovu. Miguu yake ilikuwa imeanza kuwaka moto kwa sababu ya kutembea kwenye lami yenye joto kali. Alisimama chini ya kivuli cha mti mkubwa wa mwembe kando ya barabara kupumzika. Alitoa chupa yake ya maji na kunywa kidogo, akijua kwamba alihitaji kuyatunza kwa safari ndefu iliyobaki. Wakati akipumzika, aliona kundi la vijana wawili wakimsogelea. Walikuwa na sura ngumu, macho yao yakiwa na wasiwasi wa maisha. Mmoja wao alisimama mbele yake na kusema kwa sauti nzito, "Unatoka wapi na unaenda wapi peke yako?" Nasor alihisi hofu kidogo, lakini alijaribu kujifanya mwenye ujasiri. "Ninatoka Zanzibar, naenda Dar es Salaam kutafuta maisha mazuri," alijibu huku akiwatazama vijana wale moja kwa moja machoni. Mmoja wao alicheka na kusema, "Kwa miguu, huo ni upuzi. Una pesa gani mfukoni?" Nasor alijua kwamba hali ilikuwa mbaya. Hakutaka kugombana, lakini pia hakutaka kuonekana mnyonge. Alifikiria haraka na kusema, "Mimi sina pesa, lakini nina ndoto kubwa. Labda siku moja nitakuwa mtu maarufu na mtaweza kusema kwamba mlikutana nami kabla sijafanikiwa." Vijana wale walitazamana, kisha mmoja wao akatikisa kichwa, "Wewe ni kijana wa ajabu sana, potea hapa kabla hatujabadilisha mawazo." Nasor alinyanyuka taratibu, akaokota mfuko wake na kuendelea na safari haraka bila kugeuka nyuma. Msaada usiotarajiwa. Baada ya kutembea kwa muda mrefu, Nasor alihisi njaa na uchovu mkubwa. Maji yake yalikuwa yameisha na tumbo lake lilianza kulalamika. Aliona kibanda kidogo cha kuuza vyakula kando ya barabara na aliamua kusimama hapo. Alimkuta mama mmoja mwenye umri wa makamo akiwa anauza maandazi na chai ya moto. Alimtazama Nasor kwa huruma na kusema, "Kijana, unaonekana umechoka. Karibu upate kitu cha kula." Nasor alishusha pumzi kwa furaha. "Asante mama, lakini sina pesa za kununua chakula kwa sasa." Mama huyo alitabasamu. "Usijali, safari yako ni ndefu. Chukua hiki kikombe cha chai na maandazi matatu. Mungu atakusaidia huko unakoenda." Nasor alihisi moyo wake ukijaa shukrani. Alikula huku akimsimulia mama huyo kuhusu safari yake. Alimsikiliza kwa makini na mwishowe akasema, "Uwe na moyo wa subira na usikate tamaa, njia ngumu huleta mafanikio." Baada ya kula na kupumzika, Nasor alimshukuru mama huyo na kuendelea na safari yake. Kufika Kibiti baada ya kutembea kwa saa nyingi, hatimaye alifika Kibiti jioni. Mwili wake ulikuwa umechoka, lakini alijua kwamba alikuwa amepiga hatua kubwa. Alitafuta sehemu salama ya kupumzika, akijua kwamba kesho ingekuwa siku nyingine ya changamoto mpya. Alijilaza chini ya mti mkubwa, macho yake yakitazama nyota angani. Alijisemea kimoyomoyo, "Nitaendelea. Nitafika Dar es Salaam na siku moja nitakuwa mtu wa maana." Safari ya Nasor ilikuwa bado haijaisha, lakini moyo wake ulikuwa umejaa matumaini.